Aya, tunaanza. Kwanza watu wa kazi. Sitaki makasiriko hapa. Stop. Makasiriko huko. Aya, tunaanza. Mimi nilikuwa na yule rafiki yangu. Huyo rafiki yangu bwana, tulikuwa kama tumemaliza ilikuwa diploma 1 hivi nadhani, ndio tulikuwa tunapata likizo ndefu ile ya miezi mingapi ile mirefu? 3. Tuingie dip 2. Sasa tukasemaje, rafiki yangu alikuwa anakaga kwao. Maana kwao hapa kwa mbali sana na chuo. Mimi nilikuwa nimepanga kwa sababu mimi kwetu ni mbali. Sasa tukasemaje, tutafute nini? Tutafute kazi. Mimi nilikuwa na wazo la biashara. Sasa katika kuwa na wazo la biashara nikamwambia rafiki yangu, mimi sitaenda likizo nyumbani sababu na wazo la biashara. Tutafute nini? Tutafute kwanza hela, then tufanye biashara nilokopo nayo hilo wazo. Tukakubaliana sawa. Sasa kati tunafikiria kufanya hilo wazo la biashara, akatokea ni dada yake na yule rafiki yangu, dada yake wa kufikia, akampigia simu akamwambia, wewe unataka kazi? Akamwambia, ya nataka kazi. Akamwambia, kuna kazi ipo mjini, tafute rafiki yako muende kesho kwenye interview, mkafanye interview. Yule mama anataka nini? Anataka watu. Basi kanipigia kaniambia, si sawa, tujiandae kesho kweli. Chochote tukajiandaa asubuhi tukaenda. Sasa hiyo kazi tunaenda kufanya kwa interview ni kwenye yale maduka makubwa, yale maduka yanayozoga yani vinywaji vya jumla vya kila aina, makatoni makubwa. Ukitoka yani ukuta nje ya duka unakuta makatoni yamepangana mpaka juu, kama ni maji yamepangana mpaka juu. Yani duka ni kubwa, linauza jumla. Basi tukao tumeenda pale kwenye ile duka kufanya nini? Kufanya interview. Tumefika pale kwenye ile duka, rafiki yangu kama ameingia wa kwanza kwenda kufanyia hiyo interview. Mimi nilikuwa nimebaki pale. Nilipobaki pale sasa, kulikuwa kuna mdada mmoja anapanga vitu, sio ameshika daftari, sio anapiga hesabu, sijui anafanya nini. Tukasalimiana pale vizuri, nikamwambia vipi? Akaniambia poa. Nikamwambia tumekuja kufanya interview na sisi tutakuwa wafanyakazi. Akaniambia karibuni sana. Akaniambia lakini mimi nafanya mwezi wa mwisho lakini nitaacha. Nikamwambia kwa nini? Akasema tu hii kazi inahitaji uvumilivu. Nikamwambia kwa nini? Ni ngumu. Nikamwambia kwa nini usifanye? Kwani mshahara shilingi ngapi? Akasema mshahara kwamba tunalipwa 200,000, ila unavyoendelea kufanya vizuri utaongezewa mshahara, umeona? Nikasema sasa ugumu wake nini? Sasa sikumuelewa na wala sikutaka kumjaji sana na maswali. Mimi nishafurahia, si nimeenda kupata kazi. Kwa hiyo sikutaka kuuliza sana maswali. Akaniambia kwamba mimi nataka nifanye kazi, nipate nini? Hela, akafanye biashara, apate mtaji, amalizie mwezi wake wa mwisho, akafanye biashara. Basi kumwangalia kadada chenyewe kembamba tu, nikasema akadada kavivu tu. Si unajua tena. Maana kalikuwa kembamba kweli. Kembamba kamenyoka. Nikasema tu aka vivu tu, kwa sikutaka hata kumjaji sana. Basi rafiki yangu ameingia kufanyia pale interview. Sasa akatoka, ile ametoka akaniambia twende. Nikamwambia wewe twende wapi? Akaniambia twende. Mimi nikamwambia zamu yangu natakiwa na mimi niingie sana nikafanyia hiyo interview. Nikamwambia tu nenda kuweza kuko nje, tukatoka nje. Akaanza kuniambia yule mama amesema kwamba ameshapata watu wengine, kwa hiyo alipelea tu mfanyakazi mmoja. Jamani, imagine.